Vipi ikiwa wewe ndiye uliyewakosea? Mawazo ya mtu mwingine yanakusaidia kukua na kutambua jinsi ungeweza kuwa bora zaidi. Unapoanza kutafakari juu yako, unaweza kuona kwamba wewe ndiye ulikuwa unawakosea ambapo hapo awali ulifikiri unakosewa. Au kwamba wewe ulikuwa mnyanyasaji ambapo hapo awali ulifikiri unanyanyaswa. Katika nyakati zote ulipofikiri wewe ni mwathirika, unaweza kugundua kwamba kwa hakika wewe ndiye ulikuwa mchokozi. Mwangaza huu wa ufahamu ni zawadi kutoka kwa Allah ambaye alikuongoza kutambua makosa yako. Kuna hadithi yenye nguvu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo ametaja wanaume watatu waliokwama kwenye pango, na kwenye mlango wa pango hilo kulikuwa na jiwe kubwa sana, na wote watatu wakasema kwa kila mmoja, tufanye dua kwa Allah kwa tendo tulilolifanya kwa dhati kwa ajili yake, kwa matumaini kwamba ataondoa jiwe hilo. Sasa nataka uzingatie kwa huyu mtu wa pili anayefanya dua na kile hasa anachosema. Anasema, Allahumma inni kanat li bintu ammi ahbabtuha kaashaddi ma yuhibbu rijali nisa. Ewe Allah, nilikuwa na binamu yangu ambaye nilimpenda, na nilimpenda kwa undani zaidi kuliko mwanaume yeyote anavyoweza kumpenda mwanamke. Fatalabtu minha faabat, kisha nikamwomba awe nami na akakataa. Kisha akaingia kwenye deni kubwa, na anasema nilimfanyia hila kwa kuchukua fursa hii ya hali yake na kumwambia, tazama, nitakupa dinari 100 ikiwa utafanya ninachotaka ufanye. Hivyo alikubali kwa kukata tamaa kwake. Hivyo anasema, falamma waqa'tu baina rijlayya qalat ya Abdullah ittaqillah wala taftah alhatama illa bihaqqihi. Nilipokuwa karibu kufanya tendo hilo na nilimpata mahali nilitaka awe, wakati huo alipiga kelele na kusema, ewe mtuma wa Allah, muogope Allah na usivunje kizuizi ambacho hukupewa ruhusa nacho. Hivyo akasema, niliinuka na kukimbia, na anasema, ewe Allah, ikiwa nilifanya hivyo kwa ajili yako pekee, tafadhali ondoa jiwe hili. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliruhusu lisogee zaidi. Sasa subhanallah, linganisha jinsi alivyonaswa katika pango hilo wakati huo na jinsi alivyonaswa usiku huo naye. Lakini aliamka, na hiyo ilibadilisha sababu ya kadari yake, na bila shaka ilimbadilisha pia, lakini hatujui vipi. Mara nyingi hatuoni maisha kupitia macho ya mtu mwingine, na kwa hakika tuoni jinsi mikutano yetu muhimu inavyoweza kuwa imebadilisha mwenendo wa maisha yao kwa kiasi kikubwa. Kama vile watu ni jaribio kwetu, sisi pia tunaweza kuwa jaribio kwa watu. Na kadiri maisha yetu yanavyofunuka, tunahangaika sana kuhusu madhara yanayotokea kwetu kupitia magonjwa ya kiroho ya watu wengine. Je, nitalindaje nafsi yangu dhidi ya hasira ya mtu mwingine, wivu wa mtu mwingine, unafiki wa mtu mwingine? Lakini maswahaba walikuwa na wasiwasi zaidi kuhusu hasira yao wenyewe na wivu na unafiki unaowezekana kwa sababu ya kumdhuru mtu hapa na kujiumiza mwenyewe katika akhira, wakati kuvumilia madhara ya mtu hapa ni thawabu katika akhira. Na ningependa gharama ya kimwili ya kubeba matatizo ya mtu mwingine kuliko gharama ya kiroho ya kusababisha mtu maumivu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa mtumwa wa Allah aliyeuawa si anayeua, kuwa anayekosewa si anayekosa. Na hii ni sehemu ya kile Imam Hasan al-Basri rahimahullah alichomaanisha aliposema kwamba jicho la mnafiki daima linaangalia nje, wakati jicho la muumini daima linaangalia ndani. Allah anaelezea wanafiki kwa sifa, yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wao hudhania kila ukelele unaopigwa ni kwa ajili yao. Maana yake hawana usalama, na ikiwa mtu yeyote atasema chochote hata kama hakihusiani nao, wanakichukulia kama shambulio binafsi na kisha kutumia hiyo kuhalalisha uchokozi wao dhidi ya wengine. Waumini kwa upande mwingine sio tu wanawasamehe watu wanaowakosea kwa wazi, wanaangalia hata sauti yao wenyewe ili kuhakikisha kuwa hawa wachokozi. Inna ankara sauti la sauti alhamir, sauti mbaya zaidi ni ile inayofanana na mlio wa punda. Mwisho wa siku
kila uhusiano unajitokeza kwenye siku ya hukumu. Na ikiwa tumezoea daima kujifanya kuwa waathiriwa, tunaweza kuwa vipofu kwa madhara tuliyosababisha. Na inachukua uchunguzi wa kina kujiangalia na kile unachofanya kwa hofu ya kujitokeza kwenye siku ya hukumu. Vinginevyo, wewe daima ni Musa wa hadithi yako mwenyewe. Lakini je, mtu mwingine ni Firauni kweli kama ulivyomfanya aonekane? Kwa uchache katika mzozo wa upande wowote uko sahihi 100%, na ikiwa walikuwa 70% wamekosea, na ikiwa wewe ulikuwa 30% umekosea, miliki 30 na utafute thawabu kwa 70, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, lakini mwenye kusamehe na kasuluhisha, basi huyo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu. Maana yake kwenye siku ya hukumu Allah ana thawabu nzito kwake, lakini kwa yule ambaye hakutazama makosa yake mwenyewe kwa watu, wanaweza kuishia wakiwa wamefilisika kwenye siku ya hukumu, kwa sababu makosa hayo madogo yanajumlishwa na yanakuwa mzigo mzito kwenye mizani. Wakati watu wachache wamejaliwa kutambua kwamba walikuwa wamekosea, hata watu wachache zaidi wamejaliwa uwezo wa kushusha vichwa vyao na kukiri kuwa walikuwa wamekosea, hasa ikiwa ni kwa watu wanaofikiri waliwachochea au kuwashawishi kwenye mzozo hapo awali. Lakini Wahab ibn Munabbih rahimahullah anasema watu wema wanapenda sifa tatu. Namba 1, sahawatun nafsi, wana roho ya ukarimu. Namba 2, asabru ala al-adha, kuwa na subira licha ya kuumizwa. Namba 3, kuwa na tayyibul kalam, maneno matamu. Na unapofanya hivyo, haupati tu thawabu katika akhira. Allah anasema kwamba wakati mwingine unapata thawabu katika dunia hii pia. idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahum adawatun kaannahum waliyyun hamim, pinga uovu kwa lililo jema zaidi. Kwa yule aliyokuwa adui awali, huenda akawa rafiki wa dhati. Na ikiwa umewadhuru watu zamani ambao sasa wamefariki, ukombozi wako uwe kwa watu ambao Allah ataendelea kuwaweka njiani mwako. Wangapi maadui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitubu baada ya kuua maswahaba kwa hakika, lakini walichukua majuto hayo na kuyageuza kuwa urithi wa ukombozi. Wahshi ambaye alimuua Hamza radhiallahu ta'ala anhu kwa mkuki, hangeweza kumrudisha Hamza, lakini alitumia mkuki huo dhidi ya adui ya Allah Musailama. Said ibn Amri radhiallahu anhu ambaye alikuwepo kwenye kusulubiwa kwa Hubayb radhiallahu anhu, hangeweza kurudisha kuwa alikuwepo katika dhulma hiyo kubwa, lakini aliweka haki katika mataifa yote kwa msingi wa hatia aliyobeba kwa kifo cha mtu mmoja, huyo Hubayb. Na katika kila wakati ambapo tunapokuwa wazembe na sisi wenyewe tunahatarisha bado kufanya mambo yanayowaumiza wengine, iwe ni kitu kidogo kama ishara ya jeuri iliyoharibu siku yao au dhambi kubwa iliyoharibu maisha yao. Ni bora tujue makosa hayo tukiwa hapa na tunaweza kutubu. Tashawufu kila ma batana fika min al-uyubi khairun min tashawufu kila ma hujiba anka min al-uyubi. Wewe kuwa macho kwa makosa yaliyofichika ndani yako ni bora zaidi kuliko kuwa macho kwa mambo ya siri ambayo yamefichwa kwako. Uwajibikaji unaleta majuto yenye afya juu ya jinsi tulivyoweza kuwatendea watu zama zetu, na unyenyekevu wa jinsi tunavyowatendea watu baadaye. Unyenyekevu unakuepusha na kudhulumu wengine na nafsi yako na kuinua daraja yako mbele za Allah. Allah alikujaribu kupitia watu na aliwajaribu watu kupitia kwako, lakini kadri unavyotafuta kuwa baraka anayotuma kwa wengine, ndivyo anavyoanza kukutumia watu kuwa baraka kwako. Unaweza hata kutumiwa yule ambaye umekuwa ukimngoja kwa hamu. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.